Asante. Your Excellency the President, William Ruto, Deputy President Rigathi, viongozi, chief guest wa siku yetu ya leo ambayo tumekuja kumshabikia Dr. Raymond Omolo together with your family, wakaaji wa Kanyipir na Homa Bay kwa jumla. Naomba niwasalimie Jothuru wauntie, Nyasaye ber, sechete. Asante. Ningeendelea zaidi na Kijaluo lakini His Excellency the President atapotea kidogo. Anataka asikie kila kitu ile mimi nasema. Your Excellency, kabla nizungumze, kuna senators ambao wamekuja kumpatia mkono wa baraka ndugu yetu Raymond Omolo who are here. I just want to request them to stand, just like our colleagues in the assembly, about 2 or 3 of them. I've seen one, that is Senator Methu from Nyandarua County. Just wave. Thank you. There were others, probably they left with the team that has left earlier. Your Excellency, I'll be very brief. Ya kwanza, nataka nimpe pongezi huyu Dr. Raymond. Dr. Raymond, many people have said very good things about you. And I cannot contradict them. Because knowing you as a person, I can give testimony kwamba the things that people are saying on this podium are true about you. Many times, people only say good things about people when they are dead. But I want to tell you the truth, that the people that have spoken here represent the truth about who you are as a person. The only thing I didn't know, but it is in line with your character. I was wondering why you are such a resolute person. Sikujua ni kwa sababu wewe ni wa hii kanisa ya wa Adventista. You know, Adventists are very resolute and once they are decided on something, that is the direction they take. That is why Your Excellency Raymond, many people may have forgotten that this Raymond was a CEO in the previous administration, or Lake Basin Development Authority, at a time when it was very unpopular to even become friends with you and talk to people like us. But Raymond used to be an occasional visitor. And even in the run-up to the general election, many people asked him, are you not fearing, Raymond, that in the event that maneno ya siasa iende vile watu wengi walikuwa nafikiria pengine itaenda, that you will be jailed? He said, my fate is in the hands of God. And true to that faith, we are here to celebrate you, Raymond, because of that, being a man of great faith. So I celebrate you, my brother. We wish you well. Mimi nimeleta mkono wa baraka from the people who serve with you in the Senate to tell you that we shall support you, we shall work with you in all the work and the duties that you do. Wewe count on our support. Mwisho, Your Excellency, nikaribia kumalizia. Nimwambie tu huyu Raymond. Unajua saa nyingine watu wanaweza zungumza hapa siasa, waseme ni kama unajua hapa Homa Bay pengine rais akupata kura mingi zaidi ama kitu kama hiyo. You know, Your Excellency, as a politician, you are the sum total of all the people that made you who you are over the years. Sio kura moja peke yake inaamua who you are. I want to remind you, Your Excellency, that before 2007, many people did not know you in this country. But you went around the country as a staunch member of ODM, hii chama ambaye imezungumziwa hapa. And these people of Homa Bay voted for ODM to the last man. It is courtesy of their votes that you formed government, became Minister for Agriculture, and that became the platform upon which the people of Kenya knew of your abilities. Kwa hivyo saa ile wewe unapanga mambo ya Kenya, ujue hawa watu wa Homa Bay ni shareholders kwa success yako pia. Wasikumbushwe tu ile kura ya juzi peke yake. They made a contribution. Mimi nilikuwa nasema hivyo so that also Raymond knows, because Raymond is a Christian. Raymond, when you go to sleep today, read Acts chapter 1 verse 8. It speaks about being a disciple and a witness. Na inasema unaanzia Judea to Samaria before you go to the rest of the world. Hapa Kanyipir and Homa Bay, this is your Jerusalem. This is where you're supposed to start all the good works. As you sit on your beautiful desk in Harambee House, my friend, ukipanga vitu ya Kenya mzima, kama hakuna kitu mzuri ya Kanyipir, kama hakuna kitu mzuri ya watu wa Homa Bay, usipitishe hiyo makaratasi, my friend. Unanisikia vizuri, Raymond? I give you permission because sisi ndio tuna oversight kama bunge. Tukikuja tuambiwe hii vitu ilikuwa inatoka OP na ni kama Raymond aliweka mkono mzito kidogo ikaelekea Homa Bay. Kwani iko makosa gani? Si kila mtu kuna pahali ametoka, ama mnasema aje watu wa Homa Bay?
Kesho saa ile wanaandika polisi, wewe gawa hakikisha imeenda Kenya, lakini pia ikuje baka hapa Kanyipiri. Jaza askari wa polisi hapa baka mtu akifikiria kwenda maandamano anastuka peke yake. Sababu kijiji mzima imejaa polisi. Ama mnasemaje? Si ni hivyo? Kwa hivyo Raymond, that's why I've come. Unajua Your Excellency, pole nimetetea watu wa Homa Bay sana. Unajua tumeambiwa na Hesbon. Hiyo Belgut tunasikia wanataja I come from Belgut. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi niko Kawaya. Yaani niko kwa Kawaya. Si ndio? Kwa hivyo hao ni cousins wangu, wacha niwatetee kidogo. These are one people. We will live together. Hii challenge ambayo iko hapa ya siasa kidogo, hii ni mambo ya wadosi tunapigana huko juu tu kidogo. But as a people, even that challenge ambayo tuko naye pale Sondu, it's just a few criminal elements who are taking advantage of the political situation. But I want to appreciate what you, Raymond, together with your CS Kindiki have done. You have landed there today and you have given firm instructions to your security team. Kwamba wahalifu hao ambao wanachukulia advantage ya hii political situation washikwe ili our people continue to live peacefully. Sondu has been a peaceful town. Growing up as young people in this region, that was our biggest town ambayo tulikuwa tunajua. Watu wa Homa Bay, Kisumu, Kericho, that Sondu is where we used to meet to do trade and business. Sisi tunawapatia maziwa, hawa wanatupatia jambi na maisha inaendelea. Hii upuzi kidogo ambayo imetokea, tafadhali CS Kindiki, PS Raymond, maliza ili watu wetu waishi pamoja kwa amani. Mwisho tu, Your Excellency, huyo Chanda mentioned something very special and I will be remiss if I don't mention it. He said that as president, please remember, as you plan the economic revival of this country, make sure that the Lake Region Economic Bloc is part of the regions that you'll revive. And I celebrate because in the plans that you have made, this Lake Region is part of the plans that you have talked about. Huyo Sora ameguzia mambo ya the maritime and fishermen economy, that we put excise duty on anybody who wants to import fish in this country. I know even for a fact, it is not a disputed fact in this country that in any part of this town, the best carpenter kwa any town in this county, hata kwa kina Rigiji kule Nyeri, kwetu Kericho, are people from this part of the country. And what have you done about it? You have made sure that it is not possible anymore that we continue to import furniture while we have our carpenters here in the country, to protect that industry. I celebrate you. Those are part of the good things that are in the finance bill, which unfortunately, because of all the lies na hii makelele ambayo iko hapa, watu wengi hawatajua. Please keep on working hard and ensure that as you revive Kenya, revive the Lake Region Economic Bloc as well, Your Excellency. That's my humble request on behalf of my Kawayas that I'm speaking in front of today, Your Excellency. Nataka kufikia hapo, sasa nichukue fursa hii, nimwalike Deputy President wetu, the Honorable Rigathi Gachagua, aje azungumze na watu wa Homa Bay. Tumpigie makofi Deputy President wetu anapokuwa anakaribia. Welcome, Your Excellency.